Tunashukuru serikali, unaona venye tuko na security mingi. Leo tunauza tukiwa tumelindwa. We are very happy of what have happened. What has happened? Ni mimi ninasema ama niwe si ukisema ni my job. Sawa, okay, unachukua kamera. Najua naona but ni mara ya kwanza kuwa kwa kamera. Yes, we are very happy on what have been happening. At least since December hatujakuwa na anything that can attract watu wengi. Imagine because of this mko hapa na hizi kamera zenu. Sasa tunataka kusema sisi kama raia tunaumia. Jua ni kali sana. Serikali jua venye maji itafanya nini? Tafika hapa. At the end of the day, wacha tuseme hii mambo ya viwanja tumeiona tangu tulizaliwa. Hata kwenye tumezaliwa kuna hizo kesi. Unapata baba na baba wanapigania za wacha wenye wapigane, mwenye nguvu apishe mwenye mwingine kesi ishe. Sisi kazi yetu ni kuira kone kwa vekia ndo tukumenyoro iwaja. Mimi hata ngo ile ile kitu Mungu amenijalia ni watoto na hakuna mwenye ako hapa hiyo aveliana kitu. Wake jira tika ungerewa jira igwandiki. Okay. Kwa utasema umekunya tear gas. Sasa hiyo tear gas serikali ingepeleka wapi? It is good because we have not seen any reaction since when. Na ujue baba aliaga yeye ndiye alikuwa anafanya tear gas itolewe. Serikali imestop tear gas hivi unataka sipelekwe wapi? I thank God for mama, hakuna mwenye atatutisha. Hakuna mwenye tutauza tu hata wakikuja na matia gas, hata wakifanya aje. Nani na tear gas? Ukienda ilivyo hivi. Tutafanya kazi. Hata sisi tumekuja kununua hapa. Mama ni kuogopa kulala njaa. Sometimes ukitaka kufast si lazima ati Mungu akuwe ametuma njia nyingi. Acha tulalie siku moja tulale njaa. The men who are fighting our husbands, our brothers, our fathers. So at the end of the day hakuna mwenye una support. You need to support the buyer na whoever it is in the compound because maybe the buyer ni ndugu yako. Maybe mwenye kwa uwanja ni bwana yako. Who do you support? So guys, welcome to a new video. So today I decided to visit business owners along Thika Road. If you don't know, recently there have been so much going on along Thika Road, especially businesses along Thika Road. We have seen so many demolitions. So because of that, I decided to visit an area along Thika Road that is bypass to see how people are doing there and to see how their businesses are doing. So come along, let's see what they think about these demolitions. Nauza maembe. Maembe ni pesa ngapi? 20 bob. That's one. Anyosha hii ni kula hii ni bebe hiyo. Sasa mniambia hapa kulikuwa na tear gas. Naona gari ya polisi hapa pia. Kulikuwa na tear gas. Sababu unaona hapa mahali tunafanyia kazi. Na mahali hizo lori za mchanga zenye unaona. Hizo zenye zimeweka huko nyuma. Hizo lori ni za kitambo sana kutoka wakati nilikuja hapa nisipata hapa. It is 8 years. Umekaa hapa 8 years? Okay, mimi niko 7 years. Wakati kutoka wakati wa corona, nikianza kuwa miaka ni almost 6 years. Yeah, 6 years. Sasa mmoja unabeba. Mmoja anabeba. Tuwe na shida. Sasa walikuwa kidogo tu mwezi wa Disemba. Mwaka nini? Nimepita. Walikuwa wamepeana notice. Watu hamisi vitu zao, watoe malori, watoe magari. Sasa waende. Sasa wenye wako hapa wanauliza tunatoa magari tuende wapi? Sababu hakuna mahali tunaenda. Walitupata hapa, serikali yenyewe iko ilitupata hapa. Sasa hakuna mahali tunaenda kutafutia watoto wake. So wakaona hiyo ni problem ya kwanza, sababu wewe kuja uambia mtu atoke once alafu compensate watu. Siku hizi ni kubaya sana, sababu hata masoko kusema uhamishe gari yako utasida utaipeleka wapi. So hata sisi na tuaffect, sababu unaona tumecheka ni pasa kuweka mizigo huko nyuma. Kama hizi ni zenye sasa kulalisha mizigo. Sasa hizo lori wakati zinachapa, kwa sababu Kenya wanataka kujenga nyumba zao na tutapata nafasi ya kuweka mizigo yetu. Sisi tuko na watoto, sisi wazazi tunasomesha. Sasa itakuwa inatuaffect sisi. So tukaona vijana wakajitolea, wakaona sasa hapa sasa ni kukuzana na wao. Sasa kupigana vita za kimwili. Sasa sababu sasa wewe unataka hivi so naona sasa hapa tutaingia. Tutaingia kila mtu anaulia. So kweli. Sababu hakuna mtu na risasi, but tear gas tumekunywa. Umekunywa tear gas? Walikuwa wamefunga hata barabara. Nimeona mawe pale mbele. Hata barabara. So si vizuri. Sababu kukuja kutoa watu once. Kama ni wewe uko na gari yako hapa, hata unaweza sida utapeleka hiyo gari wapi? Na hizi gari zinafanya nini hapa? Hizi gari zinabebanga michanga nini hivyo. So hapa wanapiganga tu wanapark, wakipata kazi hata wameajiri watu wenye wamenunua hizo malori, wamekuwa na madereva zao. So wameajiri watu. Na sasa toa hiyo lori utasida utaipeleka wapi? Sababu wakati wa Kibaki walikuwa hapa, wakati wa Uhuru walikuwa hapa. So
ni problem. Na Kenha wanataka kujenga nini hapa? Okay, mimi naona nika kuna biashara yenye iko labda kuna mtu ameuziwa na anakosa kuongea. So ndio maana watu wanasema ni Kenha, wanasema but maybe kuna mtu mkubwa mahali anataka kujenga, maybe hata ni mall ama nini. Yeah, don't know sababu serikali yenye iko saa hii inakuchukua. Kwa kweli kabisa. Haitaki mtu avumilie mahali. Sababu hii vita ni ya Mungu atupigania. Sababu sasa kusema niondoe kibanda yangu nipeleke mahali pengine, hata soko sasa kumejaa. Unaweza sema utapeleka wapi? Sababu umesoea, tuseme kama miaka 7 umekaa hapa na hujaotolewa na mtu, hakuna mwenye ameshakufukuza. Sasa hiyo itakuwa ndio kutoka alafu uende. Umesoea customer wangu hapa na usanga kuwashe maembe, ndio maana naletanga kando sasa sijafika. So ni problem kutoka mahali kwanza. Ndio polisi naona bado hawajaenda, wamesimamisha magari sawa huku, wamejificha huku sababu jana wanasema watu wanataka kurudi saa hii wanataka kuanzia magari. Hakuna kusimama. Wanangojea watoke tu hivi na wao waanze. Then warudi kwa barabara. So problem sababu okay. Polisi kuchapigana na yeye hata wewe utakuwa ukumie sababu unajua huyu yeye ni serikali. Ni serikali na ametoa ruhusa na hata kuona na affect hata gari zenye zinapita. So kitu atafanya rahisi hata tafuta bila hata nini. So okay, acha tuseme Mungu atuonekanie. Mungu ataonekania kabisa. Kama mmekaa hapa miaka 7, Mungu aendelee kuwalinda. Biashara zenyu ziendelee kulindwa na hakuna kitu mbaya itawafanyikia. Tunakuanga na magere hapa. Magere na kazi huko tunafanya na yeye. Magere. Basi tuongee. Itale kitu magere. Magere. Okay. Nitukenete muno niguo gwatinda. Mwambie. We are very happy of what have happened. What has happened? Ni mimi ninasema ama ni wewe si ukisema ni mimi hapa. Sawa, okay, unachukua kamera. Najua naona but ni mara ya kwanza kuwa kwa kamera. Yes, we are very happy on what have been happening. At least since December hatujakuwa na anything that can attract watu wengi. Imagine because of this mko hapa na hizi kamera zenu. Sasa tunataka kusema sisi kama raia tunaumia. Jua ni kali sana. Serikali jua venye maji itafanya nini? Tafika hapa. Wacha tuseme hii mambo ya viwanja tumeiona tangu tulizaliwa. Hata kwenye tumezaliwa kuna hizo kesi. Unapata baba na baba wanapigania za chamba. Wacha wenye wapigane, mwenye nguvu apishe mwingine kesi ishe. Sisi kazi yetu ni kurakona kwa vekia ndo tukumenyoro iwaja. Mimi hata ngo ile ile kitu Mungu amenijalia ni watoto na hakuna mwenye ako hapa huwa aveliana kitu. Wake jatika ugereo ya igwa niki. Okay. Kama unasema umekunya tear gas. Sasa hiyo tear gas serikali ingepeleka wapi? It is good because we have not seen any reaction since when. Na ujue baba aliaga yeye ndiye alikuwa anafanya tear gas itolewe. Serikali imestop tear gas hivi, unataka zipelekwe wapi? I thank God for mama, hakuna mwenye atatutisha. Hakuna mwenye tutauza tu hata wakipita na matia gas, hata wakifanya aje. Nani na tear gas? Ongea hivyo hivi. We, tutafanya kazi. Hata sisi tumekuja kununua hapa. Mama ni kuogopa kulala njaa. Sometimes ukitaka kufast si lazima ati Mungu akuwe ametuma njia nyingi. Acha tulalie siku moja tulale njaa. The men who are fighting our husbands, our brothers, our fathers. So at the end of the day hakuna mwenye una support. You need to support the buyer na whoever it is in the compound because maybe the buyer ni ndugu yako. Maybe mwenye kwa uwanja ni bwana yako. Huku ni support. Kweli. Si unanigeti? Unaacha wapigane bora ni wanaume wanapigana. Mama mbembe. Si bro. Serikali wametupea tear gas. Karibu customer. Sasa ni maji tu kuchioka. So guys, they're saying. Karibu. Nigawe ndio. Sasa. Yeah. Okay. Hata leo umekimbia. Wakevu kutoka Januari to Januari amekalia hiki. Shida wakevu ni hii. Hapa. At least leo amefanya exercise. So what is the problem? Since January to January. Sasa kwa naongea vibaya. Thank you government kwa kufanya mama atoke hapa. Mtu amekaa chini kutoka Januari. Mimi ndo nashukuru serikali, unaona mwenye tuko na security mingi. Leo tunauza tukiwa tumelindwa. So, naona okay. Atumia komando ile kuna na matikata utengera. Mama amenona akibiangi, haona jibu. The God bless our government kwa kuleta tear gas kimbia reduce mafuta. To reduce mafuta hii jua hii reduce chochote. Yaani dagie kule au dagie hapo. So guys, behind me we have a government car. That is a police car. So they are saying they have been tear gas.
because they want to remove them. Let me show you. There's a field behind here. You can see there are so many lorries. And then there are these vibandas, shops where they store their things. And this is how they are selling their product, guys. So they're saying the police, for example, there's a police here. The lady was talking to us is here, and there's a police there. They're saying they're being forced to move here. Okay, today I actually thought I would give you a positive story of our country, but hey, so I'm just coming out here. I think I came a little bit late because they were being tear gassed, but right now you can see the business are back. They are selling. I've just taken a smoky over there, and now I want to take some mangoes here. Nimeona hata ameingia pale kuna polisi. Polisi walisiachiwa watu wa pale. Ni lazima uogope sababu unajua hata ukirusa mbaya na huyo yeye anarusa tia gazi hamtafanana. Hamtafanana kweli. Na alikuwa na shida. Sasa okay, hata tuseme Mungu atupiganie. Hiyo hata tukiongea sana mambo ya serikali nao tusipoongea inaweza kuwa problem. Ya kweli. Sasa inafaa iongelewe. Shiki kidogo. Sawa. Malizia tu ina shida. Pia wanagojea watu warudi. Naona vijana wamejaajaa huku. Okay. Tunaweka pilipili. Pilipili. Sababu sasa hii watu wasipopigana bado wataondoka kwa hii barabara. Lazima wakuje. Oh, so hivyo wenye wanaambia watu watoke huku ndani, it means pia hapa nje mtatolewa. Unajua utawa affect sababu nyumba zenye wanatengeneza. Ukweli. Ukweli. Kama ni nyumba watajenga hapa itabidi pia wameondoa watu kwa barabara tuseme. Hata nakula tu saa hizi. Okay. Sasa hapa ndio nafanyaga kazi. Ndio unaona sasa ndio tuko na nini? Tuko na hiyo vita. Juu hapa ndio sasa rent, hapa ndio chakula ya watoto, ndio school fees. Ya ukweli kabisa. Mtoto wangu nimesomesha, sasa amemalizia form 4. Sasa yeye anatarajia kuingia university sababu okay, mtihani imeshatokea. Sasa naona nisipokuja hapa sina kuona okay. Na mtu anasaidiana na kupata pesa na anasoma vizuri. Kweli. Mungu hapo ndio kwa watu kwanza wa kwanza. Kabisa. Tegemea mtu mwingine. Wewe kama tegemeo lako tuna Mungu. Usifikirie sasa mtu mwingine. Na ndio maana unaona tunasikia vibaya wakati unaona sasa tuseme kama wanatupigiza hivyo. Kutoka hapa once na hujatayarisha mahali pengine unaenda ama hauna pesa ya kwenda kuchukua nyumba ya mtu ulend. Itakuwa problem kweli. Itakuwa shida. Sasa Kenya yenyewe tuko na masida. Kenya si Kenya ile yenye tulikuwa nayo wakati wa uhuru. Imekuwa kubaya sana. Anapiga Wakikuyu sana. Hakuna mwenye akona huruma na ule mtu. Na Wakikuyu sana hao watu unajua Wakikuyu wote wanaitwa mlima. Okay, mlima ni Kenya mzima. Sasa kupiga mtu mahali biashara ya mahali anafanyia hata ekonomia unaiharibu. Ndio pia nyinyi mnalipa taxes mahali ya kweli. Sasa okay. Hatutaongea sana. Unaona polisi wameanzia kukuja. Sasa vijana ndio rasmi wanaanzia kufanya 1 2 3. Wakiona wameanzia sasa na wao wakuje tena. Wako huko kwa malori wamejificha tu. Wanangoja tu kuona hivi vurugu wanatoka. Juu hatutakubali ati mtu akuja jenge nyumba zake. Tutatua affect. Na sasa utatoka uende wapi? Hawajasema kama ni affordable house wanajenga ama ni nini, lakini wanasema wanataka kujenga. Sasa hata hatujui nyumba gani zinajengwa. Sasa ni mbaya sana. Mbaya sana. Sasa hiyo vita acha Mungu atupiganie. Tukienda kupigana na polisi, sasa hii tatushinda lakini at least future ni mzuri sababu hata wakiona future hata wao wanaogopa, hata Kenya hao wanaogopa. Juu wanasindwa wataanzia wapi? Kama bamba. Unaweza niambia biashara imekuaje hapa? Unang'ang'ana? Na umekaa hapa miaka ngapi hapa kwa hii biashara? Miaka 2. Uko na idea ya kuweka biashara ingine? That's very nice. Na hapa kwa hii barabara huwa mnalipa rent, mnalipa kanjo. Unaitwa kanjo?
Hapa mlipangi kitu. So unakujanga tu unaweka vitu zako. Na unafungua saa ngapi hivyo? 5 unakuwa umefungua. Na kufunga jioni. Si unafanya biashara basi. Basi si pesa ni mingi. Wenye wanaenda kazi asubuhi wanataka kukula. Na nimeona kuna hiyo smocha. Mbona wewe hauzi hiyo smocha? Nauzanga saa hizi na chakula. Zimeisha. Inaonekana kumbe biashara si mbaya hapa. Sio mbaya hiyo. Kama uko kwanza ukweli hygiene very important. Because hata mimi venye nimetoka huko nilikuwa natafuta mahali nikaona umevaa kofia, umevaa uniform vizuri, utakaa presentable. You attract what? Kama wewe ni msafi, kila mtu anataka kuja hapo. Juu kama mimi naona this is my first time being around here. So nilikuwa natafuta mtu anakaa ni msafi. Umeona? Sawa. Si nashukuru sana. Haya, acha nikulipe kwanza, sijakulipa hata. So guys, this is the field that they are talking about. They want to remove people here. You see there are so many lorries inside here. So the people who are there are complaining because this is the field that has been bought and they want to remove people from there. So I don't know whether I should get in here. And you see there are so many men around here. I think these are the men they are fearing because they are going to get... The police are waiting for these men, young men, let me call them young men, to start the siasa. So this is the field. This you can see inside here. What do they want to build here, guys? I have no idea what they want to build here, but they are removing so many people. Guys, as you can see, this road was blocked here and here as well. You can see it's like they had laid stones here on this road here. What's it? Oh, they were even burning tires. Something was lit here. It looks like fire was lit here. So this is the land they are talking about. The whole of this field and up to the other side. So that is where I was. As Dogo in Maembe. So this is the land they're saying they want to build. I don't know what is being built here, but they're complaining. I don't know what to say because one is this is a land that is maybe somebody has bought it. As the lady who has said, you let the bigger person win, or mwenye nguvu ashinde, because it means maybe somebody has bought this land and they want to build and invest in this place. As you can see right now it's bare. You see? Right now it's bare, and probably if they build some good houses here, people are going to get opportunities. First of all, the people who are going to be building, so that is job opportunity for young people who are going to be building the houses. Secondly, if they build a mall, that means also job opportunity for the people who are going to be selling inside there. So let's say, guys, there are the positive things, and also you have the negative things, like the people who are there. Let me cross the road. The people who are already like working here, they will be displaced, and they won't have any place they're going to put their already businesses. You see? So comment down below, let me know what you think, but that is also my thinking. So kuna watu wanaumia
Either way, if they don't build, there's a negative effect, and if they build, there's a negative effect. So you just have to choose which one you want to work with. As you can see, they had blocked the roads here. You see, these are the stones they are putting on the road to block. Wow. These are the lorries people are talking about, because they are parked here. And I just hope the government and those people working there, they are gonna come together. I don't know whether it's the government or the person who is building here. So probably it's affordable houses. I don't know. If it's affordable houses, then that would be a positive thing. What do you think, guys? Comment down below. Let me know what you think about this whole shenanigan. The people with money and the people who are hustling. You see, all these people who park their lorries here, they're gonna be displaced. Is it displaced or misplaced? They're gonna be displaced. They have to find somewhere they can park. And the vendors who are selling along the road, obviously they're gonna be displaced as well, because if you build a house here, you don't want somebody selling things in front of you. Especially if it's a kibanda, they will not allow that, or most of the people don't allow that. So I just hope they come to an agreement, both of them, the people who are building and those people who already have their shops around here. They come to an agreement, they know what they're gonna sort their issues, and that's it. So thank you guys for watching this video to this end. Help me know your comment down below. Let me know about what you think about this video and this shenanigans. And Mogula Maembe, they are stuck on my teeth. Anyway guys, I'll see you in my next video. Bye bye.